Kuna mwanamke mmoja ambaye wanawake walikuwa wawili. Na hawa wanawake wawili walikuwa wamezaa watoto wakati mmoja. Walishika ujauzito wakati mmoja na wakazaa wakati mmoja. Lakini wakalala na watoto wao walikuwa wachanga. Wakalala kwa kitanda kimoja, kila mtu na mtoto wake mdogo. Lakini usiku mmoja akalala sana mpaka akalalia mtoto wake akakufa. Akapinduka usiku, akapata amelalia mtoto akiwa ameshakufa. Nataka nikuonyeshe vile watu wako tayari kukubadilishia wewe, wakupatie zile vitu mbaya, wao wachukue zile vitu zuri katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Na wakati huyu mwanamke ambaye alilalia mtoto akakufa, akapinduka usiku. Wakati alipinduka usiku, akapata mtoto wake ameshakufa. Akachukua mtoto wake yule already ameshakufa, akamwekea jirani yake, na yeye akachukua mtoto wa mwenzake ambaye ako hai. Mtazamaji wangu, kuna watu wako ready kukuharibia maisha yako. Kuna watu wako ready kuharibu vision yako. Ni Mungu tu atakaye kukusaidia ujue watu. Saa hii tunatembea kipindi cha mwisho. Saa hii tunatembea nyakati za mwisho. Bwana asifiwe sana. Asante kwa wale ambao mnaonitazama. Thank you. May God bless you so much, my fans. Tunatembea kipindi cha mwisho. Wakati mtoto ambaye amekufa alipatiwa mwenzake, huyo mama akaamka asubuhi akamuuliza, mbona huyu sio mtoto wangu na amekufa? Unaweza kuwa ulinibadilishia mtoto? Basi ukawa na shida kubwa sana katikati yao wawili. Ikawa shida kubwa mno. Ikabidi wapelekane kwa mfalme. Basi wakaenda kwa mfalme ili waweze kutatua shida. Yale mateso unayopitia inahitaji akili ya hali ya juu. Ukiangalia vile maadui wamekufuata na vile wamejiandaa, muombe Mungu akujalie hekima ya kujiepusha mikono ya adui. Basi wakaenda kwa mfalme. Walipoenda kwa mfalme, wakapata mfalme ako ready, ameandaliwa na Mungu. Basi wakaanzia kubishana. Umechukua mtoto wangu. Huyo mwingine anasema mtoto ni wangu, sio wako. Wako ni yule amekufa. Huyo anasema hapana, wangu ni yule ako hai. Mfalme akaita mfanyikazi wake au kijakazi chake. Akamuita. Akamwambia, njoo, enda uniletee panga, nikatanishe mtoto huyu ambaye ako hai nusu mbili. Mmoja aende na nusu ile ingine, naye mwenzake aende na nusu ile ingine. Huyu mtoto mama ambaye mtoto wake alikufa mwenye hako hai, kuna watu hawajui na hawana huruma na maisha yako. Kuna watu hawana huruma na familia yako. Kuna watu hawana huruma. They are ready to destroy your life. They are ready to finish you. Maadui wako tayari na wakuhurumii. Wako tayari hata kukuua. Wako tayari hata kukunyang'anya vitu zako. Wako tayari hata kukumaliza. Wako tayari hata kukuharibia jina. Maadui zako. Mtazamaji wangu, naongea habari ya maadui ambao wako tayari kukubadilishia maisha yako. Sema amen. Basi panga ikaletwe.
ya kukata yule mtoto. Mama ambaye mtoto wake amekufa akasema siakatwe, hana shida. Lakini yule mama ambaye anajua gharama ya mtoto aliye hai akamwambia mfalme, tafadhali usimkate mtoto vipande vipande, mpatie akiwa mzima. Mpatie mtoto akiwa mzima. I want to tell you mtazamaji, watu wengi wako tayari kukuharibia maisha yako. Watu wengi wako tayari na hawana huruma. Watu wengi unashinda na wao ni maadui zako. Watu wengi unakula na wao ni maadui zako. Unapatia watu moyo wako wote sana, lakini wamepanga kukumaliza. Unapatia watu moyo wako wote, lakini wamepanga kukuua. Sema amen. Na ndio maana mara mingi sana usiamini mtu haraka. Usiamini mtu haraka. Kama vile niko na sherehe kubwa tarehe 24 mwezi huu. Nina chadhi kinene yana Inyamondo. Matugu 24 mwayo tutakutana pale Joska. Tangu tabi. Mama yangu Karo Mumo atakuwa hapo. Na kia zao bet atakuwa hapo. Na waimbaji wa gospel. Waimbaji wa gospel watakuwa hapo kwa wingi. Chunguza rafiki zako. Wale unaocheka nao, hao unacheka na wao. Hao tu umewapatia moyo wako wote. Hao ndio watakuja kumaliza. Usiamini watu sana. Chunguza mtu. Na tunataka tuombe maombi ya Mungu akupatie marafiki wa ukweli. The true friend. Ukiwa na rafiki wa ukweli, huwezi ukateseka. Ukiwa na rafiki wa ukweli, huwezi ukahangaika. Ukiwa na rafiki wa ukweli, huwezi ukang'ana. Nyosha mkono wako hapa kwa simu yangu. Nataka nikuombee marafiki wa ukweli. Nyosha mkono wako hapa kwa simu. Rika bashata karabodezia. Oh my God, nyosha mkono wako hapa. Kuna watu mnaenda kupokea marafiki wa ukweli. Kuna watu mnaenda kupokea simu za ukweli. Kuna watu mnaenda kubarikiwa. Kuna watu mnaenda kupata. Kuna watu lazima wataondoka kwa maisha yako. Ndio mambo mazuri itendeke. Ninaona mama ananitazama. Nyosha mkono wako hapa. Nyosha mkono wako hapa kwa simu. Kama unatazama na TV, shika TV yako au simu yako. Tuombe. Jehova, wewe ni Mungu mwaminifu na wewe ni wa haki. Tunaomba marafiki wa ukweli. Jehova, bariki mtazamaji anaonitazama na mtenganisha na marafiki wote wa uongo na kumsaliti. Jehova, mfungulie mlango na ukamwonekanie. Ukaachilie kibali katika maisha yake. Mahitaji yote unajua na unayaona. Nenda ukaweze kuyatimiza kwa sababu wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wale wangependa kutuma sadaka zao, nataka nikupatie namba yangu ya simu ya kutuma sadaka zako. Namba yangu ya simu ni 0110 86 92 43. Namba ya sadaka ni 0110 86 92 43. Tuma sadaka yote ile unaweza ukatuma, usimame na kazi ya Bwana. Tuma sadaka yako saa hii. Wale ambao wanataka kutuma, mtume saa hii 0110 86 92 43.